Okello, mwamuzi wa kati kwenye kuamua na kutafsiri sheria 17. Kikosi ambacho kinaendelea kumshuhudia Farid Sufyan Ouedraogo akiendelea kusalia langoni ni Charles Akono, kocha raia wa Ghana, na huyu ni kocha Guy Bukasa ka 2025. Karibu sana Kigali Pele Stadium. Karibu sana katika nusu finali ya Sekafa Kagame Cup 2026. Inaguswa na wanaondoka Hilal, na kwa pasi moja ndani huko, lakini anakataa na kuondosha hatari ile. Abdulrazak Katabano Odhiambo na wala si mlinda mlango wa Al Hilal Sufyan Ouedraogo, licha nafasi kadhaa kutengenezwa, lakini mlinda mlango Bano Odhiambo alihakikisha kwamba Kogalo wanakuwa salama katika mchezo huu kwa dakika hizi 24 za kipindi cha kwanza. Safu yake ya ulinzi sambamba naye wakampa cha kujivunia kocha. Wekwa kona na Abdulrazak Abdurrahman anaucheza kwa kichwa, lakini wanaondosha Gor Mahia. Abdurrahman alipiga mpira wa kichwa, Al Hilal akiamini kwamba ulichezwa kwa mkono, lakini mwamuzi alijiridhisha kwamba haukuwa mkono, ulikuwa ni kifua. Kibwage, pasi moja ndefu na amefanikiwa, inawekwa cross ndani huku inapita. Ebuela amejiweka mwenyewe. Mwamuzi anasema mpira umevuka mstari na ni goli la Gor Mahia. Walipishana, mawasiliano hayakuwa katika mstari. Mlinda mlango Sufyan Ouedraogo na mlinzi wake wa kulia Stephen Ebuela wanajuta na kujilaumu, kukiwa sahani ya majuto hayo watakuwa sababu ya vijana wa kocha Charles Akono kuanza kuona umetameta wa fainali. Cross nzuri ambayo iliwekwa akidhani kwamba wamefanya makosa. Kogalo aliyabadili makosa hayo kuwa faida na matunda mazuri. Mlinzi wa kulia Stephen Ebuela akaenda kufanya kazi ambayo hakuikamilisha kwa 100%. Mlinda mlango Sufyan Ouedraogo aligaga na upo, lakini alishia kula wali mkavu. Mlinda mlango wa Burkina Faso Sufyan Ouedraogo hakuweza kuyafuta makosa ya Stephen Ebuela. Ebuela Stephen ondosha Kibwage, lakini mpira haujaondoka. Inawekwa pasi kwa Ansumana Samura, ilikuwa ni ngumu sana kukwepa madhara ya mguu wa kushoto wa Ansumana Samura. Hatimaye mtego wa Al Hilal umenasa, anairudisha mchezoni Al Hilal na ana level scoreboard. Angalia pasi ambayo iliwekwa na Abdulrazak Omar, lakini umaliziaji wa viwango kutoka kwa nyota ambaye ameonyesha kuwa hatari katika michuano hii tangu kuanza kwake. Ansumana Samura ni silaha ambayo ilianzia bench kwenye mechi dhidi ya KVZ, lakini walirudi na kuamini kwamba ana umuhimu kwenye nusu fainali na umuhimu wake umeonekana. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika, bado wanaamini kwamba wanayo magoli mengi ya kutazama, na Gor Mahia wanaamini hivyo kama ambavyo wanaamini Al Hilal kwamba watacheza fainali ya Sekafa Kagame Cup. Abdulrazak ikapasi kumtafuta Ahmed Mbarek, wanakataa Gor Mahia. Inapigwa pasi ya kekewa Sharif Musa. Sasa Sharif Musa anaingia. Sharif Musa aliyoifanya Frank Odhiambo ni zaidi ya tunu katika safu ya ulinzi ya Gor Mahia. Mohamed Abdurrahman alikuwa analitazama goli na alikuwa tayari kabisa kumalizia kazi aliyoifanya Ahmed Mbarek, wakati Jackson kwa nafasi ya Machaka.
ameingia, tunakwenda kucheza foul. Jackson Juan Abdulrazak Rauf na mpira mzuri ambao anakwenda hewani kucheza kwa kichwa. Eka Rauf anakataa bado Odhiambo. Unatoa mpira nje na kwa ni goal kick. Kazi nzuri tena ameifanya Bano Odhiambo. Alipiga ngumi, mpira ule ukawa bado unazagazaga. Okran akauondosha na ukabatiza. Inaweka kona ndani huko, anakamata uzuri mlinda mlango Sufiani Wedraogo. Kile tempo. Kibuyu kimelia, lakini mwamuzi hakijamshawishi. Wakilalama Hilal kwamba yamechezwa madhambi kwa Emmanuel Lomo. Steven Ebuela na mrusho mrefu, gonga kichwa, anakamata Bano Odhiambo, na inakuwa ni tukio la mwisho katika dakika 90 za kawaida. Sasa zinaulizwa dakika 30 za nyongeza kama zinaweza kutoa mshindi na kumtenganisha Charles Akono wa Gor Mahia na Guy Bukasa wa Al Hilal. Mbinu za dakika 90 zimeshindwa kutoa mshindi bora cha msimu. Karibu kwa mara nyingine tena Kigali Pele Stadium, nusu finali Sekafa Kagame Cup. Gor Mahia 1, Al Hilal 1, inasakwa finali hapa. Pasi moja nzuri sana inayekuwa nafasi kwa Gor Mahia, lakini inapotea. Namna gani? Nafasi adimu sana, well onside. 1v1, yeye na mlinda mlango Leslie Otieno, anashindwa kuweka ule mpira nyavuni na kumsikitisha kocha wake Charles Akono. Anauacha nafasi nzuri, anuka acrobatic, amekataa Emmanuel Lomo. Ochuoga, Sharif Musa katika ligi ya Kenya, miongoni mwa wachezaji walifunga mabao mengi katika kikosi cha Gor Mahia, akiwa ni Ebenezer Asifo aliyemaliza na mabao 7. Ochuoga amepiga kiwiko, kadi ya njano tayari imetoka, na kwa Juan ni kadi ya pili ya njano, hivyo ni kadi nyekundu. Gor Mahia watamaliza mchezo huu wakiwa pungufu. Jackson Juan alionyeshwa kadi ya njano mapema sana baada ya kuingia, na hii ni kadi ya njano ya pili, akipiga ama akidhuru kwa mkono Akire Tempo. Inakuwa ni kadi ya pili ya njano kwa Jackson Juan, mchezaji ambaye ameingia kipindi cha pili kuchukua nafasi ya Enoch Momanyi Machaka. Inapigwa pasi na imekatwa uzuri sana. Flomo Emmanuel, Flomo tena. Yasir Muzamil anakosea, anakataa Bano Odhiambo na anaondosha Sharif Musa kwa kuchezea fasa. Pasi nzuri sana iliyekwa kwa Emmanuel Flomo, akatishia na akatesha, akautumia mguu wake kushoto, lakini haukuweza mpira kupita kwenye miguu ya Bano Odhiambo. Hata mpira wake wa pili pia haukuweza kuziona nyavu wala Yasir Musa. Hii ni foul iliyochezwa. Anaweka ndani Frimpong, nafasi kwa Muzamil, kona. Mlinzi Paul Ochuoga, Al Hilal wakilalama kwamba amecheza kwa mkono. Aliweka ndani Frimpong, wakati wanaokoa ukamkuta Yasir Muzamil. Alitembika
Steve Ebuela. Nafasi kwa Emmanuel Flomo. Yasir Musamila anakataliwa. Zimekwisha 120. Dakika 120 zimekamilika na kasi nzuri ya kifungo nayo Ban Odhiambo. Alisimama imara kuhakikisha kwamba Gor Mahia hawapotezi mchezo huu katika dakika ya mwisho. Kwenye muda wa nyongeza akafanya save mara mbili. Mabao ni 1-1. Zimekamilika 120 na sasa mikwaju ya penalti. Atafanya nini? Ban Odhiambo amefunga. Ban Odhiambo na penalti nzuri ya machezo kama Bruno Fernandes. Superstar Musa Hussein Kosa Kogalo. Gor Mahia wanatinga fainali ya Sekafa Kagame Cup 2026. Rangi isiyotegemewa ndio ambayo imetawala Kigali, Rwanda. Waliona nyota njema ya kucheza fainali Al Hilal, lakini imefunikwa na kugubikwa na wingu zito la Kogalo Gor Mahia. Penalti ya Musa Hussein inagonga nguzo.